Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Kristo. Na kukaribisha tena katika chaneli yetu hii ya kundi la wana wa Mungu kwa ajili ya kuchangia neno la Mungu pamoja. Na leo nitapenda tu nihubiri kwa habari za kusema ya kwamba madhara yaliyoko katika teenage relationship. Yaani mahusiano ya mapema, mtu unaingia mahusiano na hujakuwa tayari kuoa, hujakuwa tayari kuolewa. Yaani today's topic nitacover teenage relationship and Christianity. Yaani mahusiano ya mateenager na Ukristo nao unasemaje kuhusiana na hivyo? Ukristo unasemaje kuhusiana na relationships? Kilichonipatia sana nguvu kabisa, motisha kusema acha nisimame ni cover hii point ni kwa sababu niliangalia kuna ka experience ama ka ushuhuda kadogo sana ambako nitakwenda kukaelezea japo kwa ufupi, ambako nilisema hapana, acha nisimame kwanza nihubiri hili jambo kwa ajili ya kusaidia wana na binti za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tukiangalia Biblia yenyewe haina mambo ya dating kwamba watu wana date kama jinsi ilivyo katika ulimwengu wa leo. Watu wana date tu ni kudate, no. Biblia haina kitu kama dating, but iko na ndoa peke yake. Na kama iko na ndoa kweli, watu wanaweza wakawa in the relationship, lakini isiwe kama hii dating ya kisasa. Yenyewe ni Waingereza wanaitaga courtship. Yaani watu wanakuwa wako kwenye mahusiano, lakini hiyo mahusiano yao iko katika misingi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa hiyo mahusiano iko katika misingi ya Mungu, maana yake hapo hakuna physical intimacy. Yaani ile physical touch haiko included. Hiyo mpaka watu waoe au aolewe ama aoe. Hakuna sexual conversation. Yaani hapa sasa ninaongelea ni relationship ambayo iko katika misingi ya kimungu. Cha kwanza, hakuna physical intimacy. Pili, hakuna sexual conversation. Na cha tatu, watu wanapooana sio katika njia za panya kwamba ni kuibana ama ni kuchukuana hivi, ni katika njia za halali, wazi kabisa, mchana kweupe, fulani ameoa, fulani ameolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni misingi kabisa ya relationship ya watu wa Kikristo, watu ambao tunasema kwamba sisi tunamjua Mungu na tunamtaja Mungu. Lazima relationship zetu hazistahili kuwa na physical intimacy, no sexual conversation. Hapo hivyo haihusiki na kuoana, sio katika njia za panya, ni wazi. Kanisa ijue, kanisa ihusike, familia zetu zijue, familia zetu zifanye nini? Zihusike. Sasa kwa hiyo kutokana na hivyo kuna Ukristo ambao lazima, yani sisi kwa kuwa sisi ni Wakristo, lazima na maisha yetu iwe ni maisha ambayo ina namna yetu ya Kikristo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu ambao unakuta tunaokoka kwa mambo kaza wa kaza, lakini kwa mambo mengine tunakuwa tuokoki. Tunaokoka kwa mambo fulani, kwa mambo mengine tunakuwa tunafanya tu kama wapagani. Isingestahili kuwa hivyo, lakini ingestahili kwamba katika mambo yote namna yetu ya kufanya mambo ama jambo iwe ni namna ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi sana pointi yangu ni teenage relationships versus teenage relationship pamoja na Christianity. Sasa jambo kubwa ambalo sana nilipenda nigusie ni kusema kwamba watu waingie kwenye mahusiano kwa kutumia busara nyingi sana. Kwa sababu unakuta mtu anaingia tu kwenye mahusiano ufupu kwa sababu tu ni ya kuingia, na mwisho wa hayo anajikuta kwa katika maumivu mabaya. Mwingine anajikuta amemtenda Mungu dhambi kwa sababu ya hivyo. Kweli relationship inatakiwa tu
yani iwe tu katika hiyo misingi ambayo nilisema, ili kwamba mtu asikeuke ama mtu asiendi kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa mahusiano ya siku hizi yakoje? Na ni kwa nini sisi kama vijana ambao tunaokoka, tunamjua Mungu, tunastahili kuchukua njia zingine tofauti za kuapproach this thing, ili kwamba tuendelee kuwa wacha Mungu, tuendelee kuwa na uchaji wa Mungu. Nitayaelezea. Sasa tukiangalia katika mahusiano ya hizi siku za mwisho, pointi ya kwanza nitaongelea ni physical intimacy. Haikosi kuwa na physical intimacy, kwamba watu washindwe kuhagi, watu washindwe sijui kama ndio kukisi, watu washindwe kukisi. Unakuta watu wako kwenye mahusiano, physical intimacy inahusika, hugs zinahusika. Hivyo vyote ni njia tu za kuondoa utukufu wa Mungu ndani ya mtu, si mapenzi ya Mungu, kwa sababu hayo yote ni kwa ajili ya watu ambao wameoana. Watu wengi wao wanaamini kwamba kitu tu ambacho ni machukizo mbele za Mungu ni lile tu tendo la ndoa, lakini hata hivyo vyote, anything that has to do with yani ile physical intimacy, nayo Mungu anaihesabu kuwa ni makosa. Nayo Mungu anaihesabu kuwa ni makosa. Your body, your lips, anything that has to do with you should not be touching somebody that is not married to you yet. Mwili wako na midomo yako haistahili kushikana na mtu ambaye hajakuoa ama mtu ambaye haujaolewa naye. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi nilivyosema, nitatoa ushuhuda tu kidogo kuhusiana na mimi ambavyo niliwahi kuingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo ilikuwa kama mwaka gani ile, sikumbuki mwaka 2019. 2019 nilikuwa kama na miaka 14 niliingia kwenye mahusiano. Nilipoingia kwenye mahusiano alikaa kama ilikuwa ni miaka 3 na nusu. Nilikuwa sijaokoka huo mwaka, kwa hiyo nilifanyaga maamuzi ambayo yalikuwa si maamuzi ya busara sana. Nikiangalia leo naweza nikasema yalikuwa sio maamuzi ya busara. Nikaingia kwenye hayo mahusiano na nikakaga miaka 3. Namshukuru Mungu nilitokaga emo. Namshukuru Mungu ilishaga, kwa sababu nikikuja kuangalia no good. Kwa hiyo hayo mahusiano kila kitu kilikuwa kinatendeka tofauti tu na tendo lenyewe la ndoa. Yani you name it, tofauti tu na hilo the sexual act, kama ndo za sexual, yani tofauti tu na tendo la ndoa. Bingine vyote nilikuwa nafanya. Sasa nikikaa chini, nilikujaka kukaa chini kwanza, nikatathmini, nikaangalia hivi kweli mtumishi. Maana kipindi kile mimi nilikuwa naamini kwamba yani dhambi tu ama ubaya tu ni kule kusema kwamba tendo lenyewe, vingine vyote mtu ako sawa, as long tu sio tendo lenyewe, sio vibaya. Maarifa ya kimungu ama maarifa ya kiroho ilikuwa haijainuka zaidi sana, kwa sababu tu Biblia ilikuwa nasema sijui usharati, na ndo hapo kwenye akili yangu ilikuwa inaishia. Nilikuwa sijui kwamba hiyo physical intimacy kwa mtu ambaye bado haujaolewa, hujaoa ni dhambi. Nilikuwa kwangu mimi nilikuwa sikuwa najua kama ni dhambi. Sikukuwa na hesabu kwamba kwangu mimi ni dhambi, maana mimi nilikuwa na uelewa mdogo sana wa maandiko. Sasa nilikujaga kukaa chini, nikaona hapana, pale nilikuwa najidanganya sana. Pale nilikuwa najidanganya, na Wakristo wengine ambao pia wako wanafanya hivyo, nao pia na wasitu kwa rehema zake Mungu. Sio vizuri. Kwa hiyo tuepuke kwanza hicho, tuepuke physical intimacy. Madhara ya mtu kuingia kwenye relationship mapema ni kwamba anaweza kuja kujikuta kwamba anazini, na pia anaweza kujikuta kwamba anamkosea Mungu kupitia hiyo physical intimacy na kupitia sexual conversation. Vitu ambavyo hivyo vitu vinatakiwa tu vionekane katika ndoa, lakini vinaweza kuonekana early on
in relationship. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Nitasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:18, nasema kwamba ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Biblia inataka kutushauri ya kwamba wana wa Mungu, ikimbieni zinaa. Si kana kwamba umesha kwenda kuona situation ama umesha kwenda kuona mazingira kwamba unaona wazi na Roho wa Mungu anakuongoza kwamba yale mazingira nitakapokwenda kuingia pale, nitakwenda kuingia pabaya, nitakwenda kuharibikiwa. Unaona wazi hivyo, lakini unaenda kujiingiza kule. Sio busara na sio hekima sana mtu kufanya hivyo, kwa sababu unapokwenda kujiingiza kwenye hayo mazingira na unajua kwamba huku nitaenda tu kukosea, ama huku kuna uwezekano wa mimi kumkosea Mungu, sio busara wewe uende kwenda kuingia kule, kwa sababu jambo la Mungu kukupa maarifa, kukupa ujuzi kwamba pale kuna uwezekano wa wewe unikosee, ni Mungu anataka wewe ujiepushe. Napendaga Biblia ya Kiingereza inasemaga kwamba flee from sexual immorality, yani kimbia. You should not associate yourself with anything that might cause you to fornicate. Hautakiwi kujiassociate na kitu chochote kile ambacho kinaweza kikawa sababu ya wewe kuzini. Ndio maana nataka sana kushauri kwamba ikiwa mtu kabisa unaona kwamba mimi naweza nikaolewa kwamba huu mwaka ama mwaka kesho, ingia kwenye mahusiano, hakuna shida, ila tu hakikisha hiyo mahusiano iko katika misingi ya Mungu. Usiingie huko tena uko na mambo mengi, hakikisha tuko katika misingi ya Mungu. Ukiona kwamba mimi huu mwaka ama mwaka kesho naweza nikawa tayari kuolewa ama kuoa, hakuna shida, go ahead. Lakini mahusiano ambayo ni mahusiano sugu, mwisho wake inakuaga tu, yani kama mtu akipata bahati kweli atapona, lakini mara nyingi sana mwisho wake inakuaga naishia watu wanazini, ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Nitasoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4, Wathesalonike wa kwanza 4:3 hadi 4. Biblia yangu inashuhudia kwamba maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Kila mmoja wenu wajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Inasema kwamba mapenzi ya Mungu kwetu sisi wa vijana ambao tuko katika Kristo, kutakaswa kwetu, tuepukane na uasherati. Sasa swali langu linakuja, kuepukana na usherati, tunaepukanaje na usherati? Naomba msinielewi vibaya, kwa sababu katika kuhubiri huku najua kuna watu ambao watakuja kunielewa, atasema kwamba Hamisa alisimama akahubiri akakataza watu wasiolewi. Ndiyo, naelewa kwamba ili mtu aolewe ama ili mtu aowe lazima kwanza atapita katika stage za uhusiano, anafika kuchumba na mwisho anaoa. Sitaki kukataza ndoa, sitaki kuhusiana, sikatazi uchumba, sikatazi uhusiano, ila ni misingi ya uhusiano ambayo si ya Kikristo ambayo ninakuja kuikataza. Haya, Biblia inasema kwamba kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Sasa ikiwa wewe unaingia katika mahusiano na unajua kwamba mimi sijakuwa tayari kuoa, sijakuwa tayari kuolewa, hayo mahusiano yenu yanakuwa ni mahusiano ya muda mrefu, je, mtaweza kustahimili? Ikiwa wewe ni kijana unajua kwamba hivi niko unaingia katika haya mahusiano, unajua kabisa mimi sijakuwa na pesa za kuoa, unaingia, je, utaweza kustahimili? Hilo ni swali kwenu, utaweza kustahimili? Sio hekima kabisa na sio busara mtu kuingia kwenye mahusiano ama kwenye uchumba na anajua hivi mimi kabisa mimi sijakuwa tayari kuolewa. Ni kujiset up kwa ajili ya kufeli. Na kama mtu hakufeli katika jambo la kujikuta kwamba amefanya tendo la ndoa na hajaoa na hajaolewa,
atafeli tu katika mengine. Sasa mnaweza mkajiuliza swali, hayo mengine ni yapi? La kwanza, utukufu wa Mungu. Tuseme kwanza la kwanza, ile kuhagi na kuanza kukisi. Wengi sana wanakuwa wanadumbukia hapo, na baada ya kufanya hivyo, ile sexual conversation, hivyo vitu huwa vinaondoa utukufu wa mtu, utukufu wa Mungu ndani ya mtu. Sasa unataka utumike kazi ya Mungu na hauna utukufu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo ndo watu wengi utakuja kujikuta utafeli hiyo sehemu, na sio vizuri. Afadhali kuchukua hekima kuepukana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Afadhali kuepukana. Ndio maana nikashauri kwamba ni bora sana mtu aingie kwenye mahusiano asikawikawi na afanye tu aolewe, kwa sababu kutakuwa hakuna chances za mingi sana kwamba utakuja kujikuta sijui mshafanya hivyo vyote, kwa sababu muda ni nini? Ni mchache wa kuolewa, ama muda ni mchache wa kuoa. Na mtu ambaye hajawa na mali, mtu ambaye hajatafuta hela, sio mtu ambaye anatakiwa kutafuta mchumba ama kutafuta mtu wa kuoa. Kwa sababu hata katika Biblia mtu ambaye alikuwa akona tafuta binti wa kuoa ni mtu ambaye tayari alikuwa na mali zake, ashakuwa tayari hivi nitaenda kuweka na mchukua kwetu na muoa. Sasa katika siku za leo unakuta mtu hana hata pesa za kuoa, na anaenda kutafuta mchumba wa kazi gani? Si ni kujiseti tu kwa ajili ya kufeli. Mtu unakuta kabisa anajua hivi mimi sipangi kuolewa mwaka, sipangi kuolewa mwaka kesho, sipangi kuolewa baada ya mwaka kesho, lakini anaenda kuingia katika mahusiano. Kwa hiyo tu ni kujiseti tu kumkosea Mungu, na ni kujiseti kufeli. Kama nilivyokwenda kuwatolea mfano kwangu, yaani mimi hapa hivi, kitu ambacho tu akikutendekaga ilikuwa ni hilo tu tendo la ndoa, lakini mambo mengine yote yalikuwa yanafanyika na ilikuwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Na mimi mwenyewe nilishuhudiaga wazi kwamba hivi naona kabisa kale ka nguvu ka Mungu kako kanapunguka ndani yangu, napungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Napungukiwa kwa sababu itawezekanaje mimi Mkristo ambaye anajiita ni Mkristo, how can you have sexual conversation with somebody na kisha baadaye upate nguvu ya kusimama eti uko naomba? How can that be? How can that be? How can you just hug somebody, yeah? Unatoka kumhagi mtu na baadaye unasimama uko na hudumu. Lazima tu kutakuwa tu kitu kilikuwa kinapunguka. Na hilo lilitokea kwa sababu mimi mwenyewe kwanza, yani huo uhusiano pande zote mbili zilikuwa zijakuwa tayari kufanya nini? Kuingia into marriage. Na hapo ndo kulitokea shida. Kwa hiyo kama wewe unaona kwamba mimi hivi kabisa hivi nishakuwa tayari kuolewa, nishakuwa tayari kuoa, go ahead. Hapo hakuna sheria, ila tu sheria ni kwamba huo uchumba, huo uhusiano uwe katika misingi ya kimungu, ili kwamba msije mkamtenda Mungu dhambi. Hapa inasema kwamba kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Biblia inatuhimiza sana vijana ambao tunamtumikia Mungu kwamba tujue kuiweza miili yetu katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Sasa swali linakuja, hivi kweli mtu ambaye ako na hagiana na kijana, ama kijana ambaye ako na hagiana na binti and all that type of physical intimacy, huo ni utakatifu na heshima? Hiyo sio misingi ambayo Mungu aliweka. Ndio maana hivyo vitu vimewekwa tu ni kwa ajili ya watu ambao wameoana, ama mtu ambaye ameoa ama ameolewa. Biblia inasema kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, maana kuna washarati ama wazinzi ambao wataingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vyema sana
na ni busara sana kabla ya kuingia in any type of relationship. Ujiulize kwanza haya maswali. Swali la kwanza ni je, am I ready to get married like right now? Kwa binti, niko tayari kuolewa sasa hivi? Swali ikija kwamba ndio, go ahead. Kama ni kwa kijana, jiulize kwanza swali moja. Je, niko na kazi? Inabidi kwanza uwe na kazi, kwa sababu kama una kazi, how can you marry? Huyo msichana unakoda utamkulisha nini? Swali la kwanza, je, niko na kazi? Swali la pili la kujiuliza, niko na mali za kwenda kuoa? Do I have money? Because if you get into the relationship, unakaa miaka una hela za kuoa, hiyo tu ni kujiset up kufeli. Do I have money? You don't have money, go tafuta mali. Uende kutafuta mali. Sasa la tatu sasa ndo najiuliza, je, hivi naweza nikawa tayari kuoa hata mwaka kesho au hata baada ya miaka miwili? Naweza nikawa tayari? Okay, naweza nikawa tayari. Ndo unaingia sasa katika zingine taratibu na zingine hatua, lakini sio kumtafuta msichana wewe mwenyewe unajua kabisa hivi hizi zote sijakamilisha. Utajiseti tu kufeli na mwisho utajikuta kwamba wewe umekwenda kumkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekwenda kumkosea Mungu. Bwana Yesu aturumie. Na Mungu hakukuwa anapangilia kwamba sisi tumkosee Mungu kupitia relationship, wala Mungu hakatazi relationship. Inabidi iwe tu katika misingi yake. Haiwezi kawezekana mataifa ambao hawamjui Mungu wenyewe wanakutanaga wenyewe tu, uhusiano wao tu unakuwaga tu tafikiria watu tayari wameshaoana na hawajaoana, aliyakuwa wote wako manyumbani kwao. Kisha na sisi pia zetu relationship pia zikuwe hivyo. Lazima kuwe na utofauti kati ya Mkristo na mpagani. Lazima kuwe na difference kubwa sana kati yetu sisi na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hawezi ukaja kuniambia ya kwamba eti kwamba Debora na yule mwanamke kahaba wako sawasawa. Ni jambo ambalo haliwezekani. Herode hawezi kuja kuwa sawasawa na Paulo. Ni watu wawili tofauti. Vile vile pia na sisi, namna yetu ya kuchumbia, namna yetu ya kuoa na kuolewa lazima iwe katika misingi ya Mungu, ili kwamba tusije tukapita katika hizi njia za panya. Maana wengi sana tuko tunajikuta tunaingia humo like atuchukue hata hekima hata busara kuangalia. Okay, tunachunguza kwanza, tunachuja. We just going in. Tunaingia na ndo pale utakuta mtu ashachukua hata na pregnancy anaenda ku get married kwa sababu tu, na hiyo ku get married yenyewe ni njia za panya. Labda walimuiba, mwingine anaenda kuibana kule, watu wanaanza kuruka madirisha. Zinakuwa hizo kwa sababu tuisha kwanza tushamkosea Mungu, na unakuta tunaenda zinakuwa tu njia zingine badala sasa kutengeneza, zinakuwa tena zingine njia tena za kukosea zaidi ya kukosea. Kwa hiyo tuepukane na hivyo. Kuepukana na hivyo ni kuchunguza kwanza, ni mtu kwanza kujichunguza hivi, kwa sababu katika Biblia kweli there's no dating. Hamuna vitu vya kudate miaka. Unakuta uhusiano ushakuwa ni uhusiano sugu. Unakuta uchumba, kama ni uchumba unakuwa ni uchumba. Kitu ambacho kiko sana ni ndoa. Ndio maana sisi kama Wakristo, kwa Wakristo ukiisha jua kwamba we unampenda binti, tafuta mali uende ukaoe. Sio vya kusema sijui kwanza watu anze kukaa miaka na miaka. Hilo jambo alipo, kwa sababu tukisema turuhusu kabisa hiyo shetani ya kukalisha miaka, ndio jinsi watu wako wanajikutana anakuja kuingia katika mtego ama katika mazingira ambayo hayawezi ya kumkosea Mungu. Bwana Yesu aturumie sana. Hayawezi ya kufanya nini? Ya kumkosea Mungu. Kwa hiyo lazima njia zetu ziwe za namna yetu ya kiroho zaidi sana. Misingi yetu iwe ni misingi ambayo pia iko sawa hata mbele za Mungu. Hata watu wanapotushuhudia washuhudie kwamba yes, hawa wako sawa kabisa.
wako sawa. Kuhusiana kwetu, chumba wetu mpaka kipindi cha ndoa, lazima kanisa na familia vihusike mwanzo mpaka mwisho. Hapo hakunaga siri. Hapo hakunaga siri, kwa sababu ni sirini tu ambako dhambi na kuagana nguvu. Ikiwa ni jambo ambalo liko hadharani, hiyo kitu hakiwezi kikawa na nguvu. Dhambi haiwezi kawa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo ndogo ambalo nilipenda nilizungumze katika siku kama ya leo kwa ajili ya kusaidia wana na binti za mfalme wetu Yesu Kristo, ili kwamba tuweze kwenda kujiepusha. Ni mazungumzo mengi sana ya sexual ambayo yanaongelekanaga katika relationships, na ikutakiwa kuwa hivyo. Kuko a lot of physical intimacy in relationships, haikutakiwa kuwa hivyo, na zingine njia tu ambazo zinakuwa kuwa humo mpaka watu wanaelekea kuoana kama panya. Watu wanaoana kama panya, wanaenda kuibana. Kweli? Si kweli. Kwa hiyo tukifuata hivi kweli tutaweza kumpendeza Mungu. Kama Mungu anatuambia kwamba kila mtu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Mwili wako wewe, mwili ambao ni mwili uko safi, au uwezo ukajihusisha na vitu vya kusema physical intimacy. Physical intimacy. Kinu ambacho kiko safi kinajua kwamba mimi sijaoa, akiwezi kikajihusisha na kusema kwamba anaanza have sexual conversation na wakati yeye hajaoa na wakati yeye hajaolewa. Huko sasa ndo kutakaswa kwetu. Huko ndo kutakaswa kwetu. Yaani kwamba huko ndo kuiweza miili yetu, kwa sababu mara nyingi miili inaweza katusukuma kufanya hivyo. Miili inaweza katupushi kufanya hivyo, lakini lazima tuiweze miili yetu. Na ni tamaa ambayo huwa inasukuma watu kufanya hivyo. Lakini Biblia inasema si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Lazima pawe na utofauti. Si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu, lazima hapo pawe na utofauti, kwa sababu kupitia hayo ma sexual conversation, hiyo ma physical intimacy, all types of hugs, all types of kisses, huko hizo ndo njia ambazo zinakwenda kupelekea mpaka watu wanakwenda kufanya nini? Wanakwenda kufanya usharati. Aliyakuwa neno la Mungu linatuambia wazi ya kwamba Waefeso 5:3 kwamba usharati usitajwe kwenu. Usharati usifanye nini? Usitajwe kwetu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kabla ya kudate kwanza jichunguze, jiangalie, jiulize maswali. Je, am I really ready to get married? Kwa sababu Biblia haikuweka vitu vya dating kwamba watu wa date. The whole point of dating is getting married, ni kuolewa. Kwa hiyo ikiwa kwamba unaenda kudate, ujiulize kwanza, niko tayari kuolewa sasa hivi ama baada ya miaka miwili? Baadaye hapo sasa fanya evaluation by yourself, kisha sasa ufanye maamuzi. Na wewe kijana, kama nilivyosema, cha kwanza jiulize, niko na kazi? Usipokuwa na kazi, huyo binti wa watu unamkulishaje? Cha pili jiulize, je, niko na mali? Usipokuwa na mali, hizo tu ndo njia za kutaka kukawiza hiyo relationship. Unakuta unaachia nafasi kwa ajili ya dhambi kutendeka. Haya, niko na mali. Cha tatu sasa ndo ujiulize, okay, niko tayari ku get married? Ndo nafanya sasa zingine hatua. Mungu alibariki neno lake, na tujitahidi miili yetu ikae katika hali ya kutakaswa, na tumche Bwana, tumche Mungu mpaka pale ambapo atakaporudi. Kama nilivyosema, sikatazi watu kunani, sikatazi ndoa, sikatazi relationship. Misingi tu ndo ambayo nilikwenda kusimama hapa niweze kuipinga na kuikataa, na Mungu awabariki.